Mateso mengine ni ya kufungua milango ya baraka zako. Mateso mengine kwa maisha yako ni ya kusababisha maisha yako kubarikiwa. Ukiona unapita katika njia ya changamoto, elewa kuna jambo Mungu anataka kufanya na maisha yako. Ukiona unapita katika njia ya majeraha, elewa kuna kitu kinakuja kutendeka. Ukiona hali ambazo za maisha yako zimekuwa nzito, elewa kuna mambo yanaenda kutendeka. Kuna kitu Mungu anaenda kutenda kwa maisha yako, kikapate kuponya moyo wako, kikapate kufariji moyo wako, kikapate kuleta matumaini mapya kwako, kikainue kiwango cha maisha yako. Biblia inasema ya kwamba unjapopita katika hizo hali, hazitakuwa na uwezo wa kukuangamiza. Ni kwa maana Bwana yu pamoja nawe. Kazi ya Mungu kwa maisha yako, kazi ya uwepo wa Mungu kwa njia yako ni kuhakikisha ya kwamba hautaangamia, ni kuhakikisha ya kwamba umeshinda, ni kuhakikisha ya kwamba umepona. Unjapopita kwa magonjwa, ni kuhakikisha ya kwamba umetoka salama. Unjapopita katika hali ya majeraha, unatoka ukiwa mzima. Ni kwa maana nguvu za msalaba zinaenda kukuokoa. Maandiko yanasema ya kwamba masaa yale ambayo ni ya changamoto, Yakobo, sikiza sauti ya Bwana. Yakobo ni mtu ambaye umeokoka. Tumewekwa kwa patano, tumengeuzwa kuwa Israeli, uzao mteule, kupitia angano la damu ya Yesu Kristo. Wagalatia 3 kuna mstari pale ambao unakusaidia kuelewa mambo haya. Mstari wa 10:13 hapo. Maandiko yanasema ya kwamba tumewekwa katika angano ambalo ni la baraka za Ibrahimu. Angano la Ibrahimu, maandiko yanasema ni Mungu wa Ibrahimu, Yakobo na Isaka. Covenant ambayo ilifanya Yakobo kuitwa Israeli ilitokana na Ibrahimu. Ni kwa maana kuna mambo Ibrahimu alifanya akampendeza Mungu. Na kupitia hayo mambo yakampatia jina la kibaraka. Hata masaa ya usiku wa leo nimekuja nikutangazie ya kwamba kuna neema ambayo inaenda kukuinua. Kuna neema ambayo inaenda kukurengeshea. Kuna neema ambayo inaenda kukufungulia milango. Kuna neema ambayo inaenda kusababisha mvua ya baraka kwako. Kuna neema ambayo inaenda kusababisha ushindi wako. Na hii neema ndiyo nimekuja niitangaze. Nikwambia ya kwamba Jehova hatakuacha na wala hatakupungukia. Hataweza kukuacha Mungu. Hapo ambapo umesimama, hapo katika hiyo wodi ya hospitalini, Mungu hatakuacha. Hapo katika hiyo safari ambayo iko na maanjali, lakini Bwana hatakuacha. Wengine wamepita kwa hiyo njia, umewapata wamefanya anjali, lakini wewe Mungu atakulinda. Wengine wamewapata wako katika hali ya kulia, lakini wewe Mungu hatakuacha. Lazaro ambaye umekufa na uko kaburini siku ya 4, wewe ambaye hali yako imekupelekea kuchelewa, lakini Yesu ako na mipango na maisha yako. Hata ukiwa katika hiyo kaburi, bado mawazo na mipango ya Yesu ni kuishi kwako. Yesu ana mipango ya kuleta uzima kwako. Sikia sauti ya Bwana Masaya. Mungu anasema sitakuacha na wala sitakupungukia. Muamini Mungu usiku wa leo. Amini neno lake usiku wa leo. Ni kwa maana anaenda kukusaidia. Anaenda kuponya moyo wako. Anaenda kuponya maisha yako. Anaenda kuponya na nyumba yako. Anaenda kuponya kazi yako. Anaenda kuponya hatua zako. Natumai ya kwamba ujumbe huu umeyabariki maisha yako. Nataka nichukue nafasi